Neno hili ambalo unapenda kusema nasi katika mchana huu. Neema yako nawe pamoja nami, neema yako na pamoja nasi. Mbingu zako zishuke, zituhudumie, tufundishe kile unachotaka kukisema na kukifanya. Tukusikie wewe Mungu wa mbinguni peke yako, ukituongoza katika kichwa chako na kutuunganisha katika kusudi lako la siku ya leo. Kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupa. Kama nilivyosema, katika siku ya leo naomba tupite kwenye Biblia tusome kitu ambacho kimo humu ndani ya hili andiko pamoja na maandiko mengine ambayo yapo. Kwa hiyo katika somo la leo au ujumbe wa leo nataka tujifunze juu ya nguvu ya madhabahu. Hebu sema nguvu ya madhabahu. Sema tena nguvu ya madhabahu. Asante. Hilo ni jambo ambalo tutakwenda kulizungumza na nitakwambia kwa nini nimesoma aya hii. Takuwa na mambo ndani yake. Hii aya iwe ya msingi kwetu na hata tutaunga tena kwenye aya nyingine. Katika fafanuzi tunasema hivi, madhabahu ni nini? Hebu sema madhabahu ni nini? Sema tena, madhabahu ni nini? Tujifunze kidogo tu. Tunasema katika fafanuzi tunaona neno madhabahu likiwa na maana ya mahali palipoinuka. Hebu sema mahali palipoinuka. Lakini ina maana ya jukwaa. Hebu sema jukwaa. Sema tena jukwaa. Maana nyingine kwa madhabahu ni meza. Hebu sema meza. Ni meza. Meza maalum inayotumika kwa ajili ya kutolea dhabihu, sadaka na kufanyia ibada. Hiyo inaitwa madhabahu. Kwa hiyo wale watu wa kale katika Biblia tunaona vitu viwili walivyovitumia kama madhabahu. Moja, kwanza kulikuwa na madhabahu ya mawe ambayo yalijengwa na utaratibu uliotolewa wakati ule. Mawe yale hayakuruhusiwa kuchongwa. Yale mawe ambayo walitengeneza akina Ibrahimu, akina Elia ya kutengenezea wale ng'ombe wakati anashindana na manabii wa Baali, hayakutakiwa kuchongwa. Ilikuwa ni kukusanya na kuyapanga vizuri. Sema ukiyachonga umeyatia unajisi. Lakini mengine kwenye mazingira ya Biblia walitengeneza kama udongo, kama jukwaa hivi, na ile ilikuwa na maana kama nilivyosema, mahali pa kutolea dhabihu kwa maana ya sadaka ya kuteketezwa. Lakini mahali pa kutolea sadaka, wote zile sadaka zinatolewa hapo. Lakini kwa na maana mahali pa kufanyia ibada ya kuongea na Mungu, kwa palikuwa ni mahali maalum. Bwana Yesu asifiwe. Duniani kuna madhabahu mbili tu. Duniani kuna madhabahu mbili tu. Madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya Mungu. Hiyo ni madhabahu ya kwanza duniani. Na ya pili ni madhabahu ya Shetani. Ya pili ni madhabahu ya Shetani. Hiyo pia ni madhabahu pia. Hiyo ni ya pili na iko duniani. Kwa madhabahu hizi
inategemeana na yafuatayo. Madhabahu hizi mbili zina nguvu. Hebu sema zina nguvu. Sema zina nguvu. Madhabahu hizi zina nguvu, lakini nguvu yake inategemeana na mambo haya kama manne hivi. Moja, Mungu wa madhabahu hiyo anayeabudiwa. Mungu wa madhabahu hiyo, au ni Mungu gani anaabudiwa kwenye madhabahu hiyo? Hiyo madhabahu itakuwa na nguvu kutegemeana na Mungu anayeabudiwa kwenye hiyo madhabahu. Na cha pili, itakuwa madhabahu inakuwa na nguvu ya madhabahu, sababu madhabahu inaposimikwa mahali popote inakuwa na nguvu, kwa sababu inawakilisha kitu fulani kinachofanyika katika jamii, katika maisha ya mtu, katika familia, katika ukoo. Madhabahu kwa hiyo inakuwa na nguvu madhabahu. Lakini cha kingine ambacho naweza kuelezea kwenye Biblia ni nguvu ya kuhani anayesimamia taratibu na madhabahu hiyo. Ni kuhani gani anayesimamia hiyo madhabahu? Kwa madhabahu yote ilipojengwa ilimhitaji kuhani atakayesimamia madhabahu hiyo. Kwa hiyo madhabahu inakuwa na nguvu kutokana na kuhani pia ambaye anasimamia madhabahu hiyo, kwa maana ya shughuli zote zinazofanyika kwenye hiyo madhabahu. Kwa maana watu wakusanyika lazima wawepo kuhani. Wengine wataimba nyimbo, wengine watapiga ngoma, wengine watacheza, wengine watafanya namna yote ile. Naona kwenye wakati ule wa Elia waliamriwa hata kuchikata nyembe, kwa sababu wako kwenye madhabahu. Kachikatakata mpaka damu zikatoka, wakasema bahari usikie. Wako kwenye madhabahu. Na ni kuhani yupi anayesimamia madhabahu hiyo? Lakini kitu kingine ni sadaka inayotolewa katika madhabahu hiyo, na inamlenga nani? Anaitwa nani kuipokea hiyo sadaka? Anaitwa nani? Kwa hiyo madhabahu hizo zinakuwa na nguvu, kwanza kwa sababu kuna Mungu anayeabudiwa hapo kwenye hiyo madhabahu. Madhabahu hiyo itakuwa na nguvu kwa sababu mahali popote inaposimama inaathiri jamii, familia, ukoo, watu, hata nchi. Madhabahu naweza kusimama ikasimamishwa kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya mji, kwa ajili ya eneo, kwa ajili ya watu, na watu wote ukakuta wamekamatwa kwa sababu kuna madhabahu ambayo imejengwa mahali hapo. Hiyo madhabahu, kwa madhabahu zinakuwaga na nguvu. Lakini ni nani anayewakilisha hapo? Nani anayekwenda kumwita huyo Mungu? Kama ni Mungu muumba mbingu na nchi, kama ni kuita mashetani, ni nani? Maanake huyo mtu anayeita kwenye hiyo madhabahu lazima kuwepo na roho ya yule Mungu anayetenda kazi ndani yake. Kwa yule kuhani anaposimama
Yeah. Kwa hiyo na baada ya hapo kutakuwa na sadaka inayotolewa kwenye hiyo madhabahu. Na kwa na sadaka. Na ile sadaka kama nilivyosema, huyu kuhani anaiwakilisha kwa nani? Ni kwa nani? Nani anayeambiwa juu hiyo sadaka? Je, anasema mabibi na mababu mtusikilize, wataipokea hiyo sadaka. Anawakilisha watu, mabibi na mababu, tusaidieni juu ya huyo mtu. Ni kweli, na watu wataathiriwa kutokana na ile sadaka inayotolewa. Nani anatoa matamko kwenye hiyo madhabahu? Na hiyo madhabahu itakuwa na nguvu na itatokea ile sadaka kabisa. Na katika hii tunaangalia siri ya madhabahu katika ulimwengu wa roho. Siri ya madhabahu katika ulimwengu wa roho, kabla ya kuzitaja baadhi, nikwambia hivi, kumbuka ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida. Kumbuka ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida. Hivyo madhabahu shughulika na watu ili kuwaunganisha watu au ulimwengu, kuwaunganisha watu au na ulimwengu wa roho, kimwili au kiroho. Kwa kazi ya madhabahu inafanya kazi kuwaunganisha watu, iwe kimwili au kiroho. Hivi ni vitu ambavyo vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Unaweza kwenda njia panda ukakuta watu wameweka kama uchafu hivi. Ukipita pale unaona tu kama kawaida unaenda, lakini pale njia panda kuna tamko limefanyika. Kuna watu wamefanya maagano kwenye hiyo madhabahu ya njia panda, na utapita tu na utakwenda na utakuwa salama tu, hayakuhusu. Lakini kama umetajwa hapo, ile roho iliyokabidhiwa na ile sadaka iliyotolewa hapo, miguu imechinjwa, kitu kimefanyika, hiyo roho unaondoka nayo, kwa sababu ile madhabahu imekabidhiwa mtu kwamba huyu hapa. Buka mkono wako namna hii. Kuna kitu ambacho tunataka tuseme. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.